Alidanganya, alikimbia, alidhani amepona, lakini huwezi kuukimbia ukweli ulio ndani yako. Yakobo alibeba yote hadi usiku ule: udanganyifu, baraka aliyoiba, na mwangwi wa hasira ya ndugu yake uliomfukuza gizani. Hakuwa na hadhira, hakuwa na madhabahu, hakuwa na wimbo wa kuabudu. Na hapo hapo, katika hali yake ya chini kabisa isiyostahili, mbingu zilifunguka. Mwanzo 28 inatuambia Yakobo alilala nyikani, akiwa dhaifu, wazi, akizungukwa na hofu na matokeo ya matendo yake. Huyu hakuwa mtu mtakatifu mahali patakatifu. Huyu alikuwa mkimbizi, mwenye hila, mwana aliyemsaliti ndugu yake mwenyewe. Na bado Mungu alikuja. Aliona ndoto. Ngazi imewekwa juu ya nchi, kilele chake kinafika mbinguni. Sio mawazo tu, sio hadithi ya kufikirika. Ilikuwa muunganiko wa mbingu na dunia, malaika wakipanda na kushuka, harakati, shughuli, mawasiliano. Na juu yake alisimama Bwana. Sio mbali, sio kimya, yupo. Acha hilo likae ndani yako. Mungu hakusubiri Yakobo ajirekebishe. Hakusema rudi ukiwa safi. Hakufuta ahadi kwa sababu ya kosa. Badala yake alisema, mimi ndimi Bwana, niko pamoja nawe, nitakulinda, sitakuacha. Mwanzo 28:13-15. Subiri kidogo. Huyu ni Yakobo mdanganyifu, aliyejifanya mtu mwingine ili kupata kile ambacho si chake. Na Mungu anajibu kwa agano, uwepo na ahadi. Hapa ndipo dini nyingi zinaposhindwa, kwa sababu dini husema panda juu, jitengeneze, jirekebishe. Lakini Yakobo hakupanda kitu chochote. Alikuwa amelala, bado amevunjika, bado ana hatia, bado anakimbia. Na ile ngazi ilishuka. Usikose hili. Ngazi haikuwa Yakobo anapanda kwenda mbinguni, ilikuwa mbingu zinamfikia Yakobo. Baadhi ya wasomi wanasema hii ilikuwa ishara kwamba Mungu ndiye anaanzisha uhusiano, sio juhudi za mwanadamu. Na karne nyingi baadaye Yesu anakuja na kusema, mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu akipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Yohana 1:51. Alikuwa anarudi kwenye ndoto ya Yakobo, lakini hakuwa anaielezea tu, alikuwa anaikamilisha. Yesu ndiyo ngazi, sio mbao, sio hatua, sio kitu cha kupanda, ni mtu. Njia pekee kati ya Mungu mtakatifu na mwanadamu aliyepotea. Humpati Mungu kwa juhudi zako, unapatanishwa naye kupitia Kristo, kupitia maisha yake, msalaba wake na ufufuo wake.